wazazi. Imebainika kwamba baadhi ya shule za kibinafsi zinaonekana kuwa mbele kuingiliana na mtaala huo wa elimu, kama anavyotuarifu mwandishi wetu Dan Nabayo-Dunde. Katika shule ya Shikuku iliyoko eneo la Sikirai viungani mwa mji wa Kakamega, wanafunzi na walimu wameonekana kuchangamkia mtaala huu, ambapo wanafunzi wanapata mafunzo mbalimbali ukilinganishwa na ule wa 844. Victor Muswahili ni mwalimu katika shule hii. Hivyo CBC imetusaidia sana. Wengine walikuwa na shida ya kukumbuka maneno, ya kushika maneno kichwani. Hivi sasa kama wana uwezo wa kufanya, tunashika uwezo wao na wanaweza kufika mbali kwa ajili hiyo. Hata umeona sisi hapa tunaanza kwa mambo na bidding, tumeanza na mambo na kushona. Hawa wanafunzi wana uwezo wa kujiajiri wenyewe punde tu wanapomaliza shule, wasingojee kuajiriwa na yeyote yule. Watoto wetu kwanza, ukifika upande wa tarakilishi, mwanafunzi wa PP1 ana uwezo wa kukuoperatia tarakilishi. Tunaanza kwa msingi ili mtoto anapofika kule juu anajua mambo mengi yanayohusiana na teknolojia na mawasiliano. Changamoto ambazo tumekuwa nazo hasa kama shule ni uchache wa tarakilishi zetu. Jinsi unavyoona tuna tarakilishi 15 na tunao wanafunzi zaidi ya 300. Kwa hivyo tukigawanya, tulitamani au yalikuwa matamanio yetu tuwe na wanafunzi 10 kwa tarakilishi moja. Kwa hivyo tuna uchache wa tarakilishi na wanafunzi wengi kuwahudumia inakuwa ni vigumu. Ni kauli iliyotiliwa uzito na mwenzake anayesimamia somo la muziki David Amateshe. Tuko na hii santuri ya piano ambayo bila shaka tunaitumia na wanafunzi kuwafunza na wafunza jinsi ya kucheza. Na pia katika shule hii tuko na ngoma, tuko na vifaa mbalimbali vya muziki, ala nyingi za muziki ambazo tulianza na keyboard, kisha baadaye tutaenda kwa recorder, then from there nafasi kiwepo tutaenda kwa guitar, alafu pia vifaa vingine ambavyo viko hapa vya ala ya muziki. Hivyo basi wanafunzi wao tunawalea kulingana na mtaala wa umilisi CBC waweze kujitegemea siku zijazo. Siku hizi makanisa naona watu wanahitajika kucheza muziki wakati ibada inaendelea. So wanafunzi hao wanaona katika nyanja hiyo siku zijazo. Mkurugenzi wa shule hii aliona kwamba iwe tu ni kwamba yeye anajenga shule hii kivyake. Tukiangalia shule zingine za umma kweli hazina hivi vifaa. Wanafunzi pia hapa wanapata nafasi kujifunza kazi za mikono, kuwatayarisha katika ulimwengu wa baadaye wakisha maliza masomo, jinsi mwalimu Cynthia anatuarifu. My name is Cynthia Macheso and I'm in charge of bidding. As you have seen, these are the things that we have made, and we have some challenges that we always face during example, the beads, they're so expensive to purchase them. Like these ones, are grade 5 who made them. It is positive because at the end of learning, maybe when you have finished your class 8, you can make this one by yourself and sell them and you get money. Kwenye shule hii pia kuna maktaba ya kuwezesha wanafunzi kusoma, ambapo taswira iliyopo hapa ni tofauti sana kulinganishwa na ile iliyoko kwenye shule za umma. I'm in charge of the library, and our school has a very good library, has different books. We give our learners the books so that they may also improve in the way they speak, how they write their compositions and all that. My name is Michelle Ambasa and I am in grade 6. I am in charge of library. We read these storybooks during lunchtime. We read these storybooks so that we can improve in our grammar. Ni zaidi ya miaka 4 sasa
Tangu CBC ianzishwe nchini, huku ikikumbwa na upinzani kutoka kwa baadhi ya walimu na wazazi, na sasa imebainika kuwa nchi ya Kenya budi kukubaliana na mageuzi na kukumbatiana na mtaala huu. Nikiripotia habari za TV Magharibi kutoka mjini Kakamega, naitwa Dan Ndunde.